utakachokipoteza kama huwezi kuamini utakachookota. Ni kweli. Na hiki ni kile kitabu ambacho kinakumbusha wajibu wa mwanamke na wadhifa wa mwanaume, si ndio? Ndio. Sasa unaweza ukaniambia kati ya hao nani sababisha maumivu kwa mwenzie na nani yuko duniani kwa ajili ya kulipiza kisasi? Sijajua, ila tukiachana na hiyo sera ya awali, tukiingia ndani kidogo, inasema kwa mtoto kabla ya kuishi tumboni kwa mama yake miezi 9 alianza kuishi kwa baba yake baada ya baba kubalika. Kisha baba akamtoa mwilini mwake na kumweka kwa mama kwa njia ya starehe, na wote walifurahia. Lakini siku ambayo mama atamtoa mtoto huyo na kumleta duniani, atalia kwa uchungu sana. Kwa hiyo hapo unamaanisha kwamba kumbe baba ndo chanzo cha kumleta mtoto duniani. Ndio. Lakini mtoto ana kawaida kumdharau baba baada ya kulaghaiwa na mama yake kwa maneno ya kinafiki, si ndio? Ndio. Tena ukimuona mwanaume anampinga baba yake eti kwa sababu alimkataa, ujue huyo ni mwanaume anayemiliki umbile tu, lakini amezibeba homoni za kike kwa kurithishwa maneno ya kinafiki bila kuyafanyia uchunguzi. Huo sasa ni utani wa ngumi, na mimi sitaki kufika huko. Maana tayari mimi nishashuhudia hadi watu maarufu wakidhihaki baba zao hapa nchini.